huyu Dajjal ana sifa gani za kimaumbile, ili ukimwona uweze kuidentify huyu ndiye. La kwanza ni mwanadamu, si jini wala si mnyama. Ni mwanadamu mwenye mifupa na damu na nyama, ni mwanadamu, kwa dalili ya kuwa Nabii Allah Isa atakuja atamuua kifo cha kumpiga kwa mkuki. La pili ni barobaro, kwa hiyo sio kizere. Kwa hiyo utamwona tu ni mzee na huu ni barobaro. Kwa hiyo ni mwanadamu, sifa ya kwanza. Sifa ya pili ni barobaro. Ndo hayo tukasema sasa ni miaka 1400 lakini bado ni barobaro. La tatu mfupi, na usianze kujihisabu wewe, hii mwatie yeye si wewe. Maana mimi barobaro, mimi ni mfupi ukaanza kujipeleka, la. Kwa hiyo ni mwanadamu, ni barobaro, ni mfupi. Kisha amejaa, si chembamba, amejaa. Kisha ni mweupe. Kwa hiyo Afrika hawamo, ni mweupe. Kwa hiyo hii itabakia Europe na Asia na Middle East kule, huku kushatoka. Hii ni sifa ya tano ambayo kwamba ya mwili. Tukitoka hapo twende kwenye kichwa sasa. Kwa hiyo hizi sifa tano za mwili: mwanadamu, barobaro, ni mfupi, kinenenene na ni mweupe. Ama kuhusu kichwa, atakuwa ana nyele za singa lakini za msokoto. Wajua nyele singa kuna zile za kumwagika na kuna zingine zina roll, zina msokoto namna hii. Sasa nyele zake za singa huyu zitakuwa za msokoto. Ndio utakuta hizi nyele za msokoto kwa mabarobaro ni udajali umeanza. Watoto siku hizi utakuta wote waenda masaluni, haswa mtu aenda kutengeneza nyele zake za kidajjal. Vile vile hizi nyele zitakavyokuwa zimekaa, zitakuwa zimekaa katika sura ya kusukwa. Utakuwa kuna mistari namna hii, yani ni nyele zimesokoteka kisha zimekaa, kuna line zimetokezea. Ndio hiyo hubukan hubuka katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hubukan hubuka ni kuwa kuna mistari. Ukitoka kwenye kichwa ukienda kwenye uso, huyu mtu atakuwa ni kipofu. Dajjal sivyo vile inavyochorwa katika baadhi za vitabu au zinavyotumwa kwenye WhatsApp au kwenye website yoyote kuwa ni jito moja. La, Dajjal hana jito moja, Dajjal ana mawili. Lakini jito la kulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema jito la yamin ni tafia kwa hamza, na jito la kushoto ni tafia kwa ye. Kuna tafia na tafia. Jito la kulia limefungika kabisa, halioni, lakini jicho la kushoto limerudi chini kidogo na ni dhaifu, halioni vizuri. Kwa lugha nyingine, mato yote mawili yana mushkila, lakini jicho moja limefungika na jicho moja halikufungika kamili na linaona kwa udhaifu. Hiyo ndiyo macho yake yalivyo. Lingine lilioko katika uso wake, kuna riwaya mbili. Riwaya ya kwanza yasema kuna kaf na fe na re. Kaf na fe na re, yani Kiswahili, au kaf na faun na raun, hivyo. Riwaya nyingine yasema la, sio herufi, ni maandishi kamili. Kafara, sio kafirun, kafara. Lakini haya maandishi haitakuwa yaonekana na kila mtu. Hizi sifa zingine tulizozieleza kila mtu ataziona, lakini haya maandishi atakayoweza kuyaona ni mu'min peke yake. Awe mu'min huyo ni msomi au si msomi, yani ajua kusoma au hajui kusoma, ajua kuandika au hajui kuandika. Lakini hili la kafara ataweza kulisoma na ataliona, amjue huyu ndiye Dajjal.
wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na